Theophilus TV, MURATA wa NGAI. 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 Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mũhari wa 28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai. Tondu ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwa ũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wota ũkorwo tondu we ndwa embrace weakness yaku. Ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩ ka weakness ka marakara. Hĩndĩ Ngai akũrehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria. Ahota kwari kiugo we ũrakare. Ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai egũkũigĩre nĩ gĩa kũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kũrĩa kĩndũ kĩu kĩngĩtuĩka aborted. Nyitanagĩra na Pastor Ngechu o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Ndũkahĩtũkwo.
your throne. You are mighty on your throne. You are mighty on your throne. Oh Lord, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Oh Lord, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Oh Lord, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. Oh Lord, you reign, you reign. You ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You are mighty on your throne. 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 I worship you, O King of Kings and Lord of Lords. I give you all the glory and honor and adoration of whom you are, O God. You are highly lifted up, you are highly magnified, O King of Kings and Lord of Lords. There is no other God beside you, O King of Kings. All the other gods are the works of the hands of men, but you are the most high God. There is no other God but you, Jehovah Father. You are highly lifted high above, O my Father. No one can comprehend you, O King of Kings. No one can understand you. No one can summarize you. No one can comprehend you, O God. We worship you in the beauty of your holiness. We glorify you in the splendor of your greatness. There is no other king but you, O Lord of Lords. You are highly lifted high, Jehovah Lord. You are highly exalted and magnified, O God. You are highly glorified, O King of Kings. We worship you in the midst of the multitudes, O Lord of Lords. We worship you, O God, before the nations, O Lord of Lords. We raise the banner of salvation and the banner of the Lord Jesus Christ. He who alone has immortality and dwells in an unapproachable light, where no man can see or has ever seen. To you be glory forever and over, of God. There is no other God beside you, O God. There is no other God but you, Jehovah Lord. You are highly lifted up. We worship you, Jesus. We worship your name, O God. You are highly lifted up. Jesus, Jesus. You are highly lifted up. Jesus, Jesus. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus.
There is no other God but you, Jehovah Lord. We worship you and enthrone you. I will glorify you all the days of my life, O God. We commit this service unto you, O Lord. Tunaomba ukaweza kutupa mwelekeo Bwana. Chochote ambacho tutakacho tufundisha siku ya leo Bwana, tunakuomba ukaweza Jehova kuwa pamoja nasi. Fungua mawazo yetu, fungua roho zetu Bwana, tunazifungua tukikuwa tayari Bwana kupokea kutoka kwako. Wewe mfalme wa milele, tunakungoja ewe tu Bwana. Wewe ndio mwanzo na mwanzilishi na mumalizishi Bwana wa imani yetu. Tunajiachilia mikononi mwako ukaweza kutuongoza Bwana, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, siku ya leo uko katika Theophilus TV, dhine wa tafarire ya Theegi wa Njamba, na mimi Pastor Ngechu David, na nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu, ndani ya roho yangu. In my spirit there is nothing that I desire more than seeing the Lord Jesus one day. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho mimi natamani sana kwa moyo wangu kama ile siku ambayo nitakaweza kumuona Yesu. When I'll see the Lamb of God coming to meet me in the clouds. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm delighted to be born again, na Yesu ni Bwana ndani yangu. Huwa nakiri that there is nothing else that I can boast in. Hakuna kitu nianza jivunia kwa hii dunia. Hata mtu angeza kuja hapa kuwa na mali mingi aje katika maisha yangu, hakuna kitu yoyote yenye mimi inaweza nitisha ila tu uhusiano wa mtu na Mungu. There is nothing that can challenge me under the sun like someone standing in front of me having the glory of the Lord God himself. That I can admit. Bwana Yesu asifiwe sana. So my delight is the cross of Jesus Christ. Nasema kama Paulo, far be it if I should glory in anything else except the cross of Jesus Christ. So my heart and my soul and everything within me, nikikumbuka yale mambo yote ambayo nimefanya katika maisha yangu, nikikumbuka vile ambavyo nilikuwa nimefungwa na shetani, nikikumbuka yale mambo yote ambayo nishaifanya kwa maisha yangu, na kule ambako nilikuwa, zile dhambi ambazo nishaifanya, ile kufungwa ambayo nilikuwa nimefungwa, na siku ya leo nimesimama katika madhabahu ya Mungu nikisema ya kwamba Yesu ni Bwana. Hakuna kitu cha dhamana kwangu kama msalaba wa Yesu Kristo. Amen. So I'm delighted this day kuwa pamoja na nyinyi siku ya leo. Tulikuwa tunaendelea na topic ya sexual immorality and other related perversions, na tukakuja kujua kwamba sexual immorality ni kitu ambayo shetani huaga anaitwist kutoka kwa kitu ambayo inaitwa intimacy. Intimacy ni kitu ambayo Mungu aliumba kwa kusudi lake na akaweka ndani ya mwanadamu. So the urge to fall in love is not satanic. The urge to be attracted to a person is not satanic. But the motive itself that the devil creates in the person's head could divert kukua ati imeacha kukua intimacy inakuwa lust. Hapo ndo shida inakuanga. Juu watu wengi sana hawajuangi wakati wanapoingia kwa hizi vitu. Mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe aliona msichana akaona amembamba sana na akasema acha enda msalimie, but wakati alipokuwa anaenda alikuwa anafikiria alikuwa anafikiria ni mvuto wa Mungu. But kwa hizo harakati the devil came and installed a motive in that person's heart that diverted everything else, na ikafanya huyu mtu akaweza kuwa na lust katika maisha yake. Tuko na kwamba kuna vitu tatu. There is love, there is obsession and there is lust. Love is pure, and love inakuaga out of the abundance of the heart with purity and truth, and inakuaga plus knowledge. You have knowledge in you and there is no fear when it comes to love. But when it comes to obsession, ndo huaga inabadilika, because obsession inakuaga iko mixed anxiety, na inakuaga na hiyo obsessive disorder inakuaga ni kitu ambayo inafanyaga mtu anafeel akona low self esteem wakati anaingia kwa relationship, so anaogopa kulose huyo mtu. Then wakati umekosa hiyo knowledge ya kwamba it is not pure love, it is obsession, wakati unakosa kujua you're not in love because you're supposed to be in love, it's just because you pity yourself, hiyo ndo huaga inakuwa obsession. Bwana asifiwe sana. Obsession inakuaga ni kitu ambayo inakuaga plus emotions, mixed emotions, zinakufanya unakuwa na disorder. Unaanza kuona nika ukilose huyo mtu nika umelose the whole entire life. So you enter into a relationship with that fear.
Na hiyo fear, ukiingia ndani ya hiyo fear, unaweza kuwa manipulated in any way. Huyo mtu anaweza fanya anything anataka na wewe, kwa sababu the moment anakuja kurealize that kuna ka weakness ndani yako, when you are so overprotective over something, you lose your logic, you lose yourself, you start to become something else. Unaanza kukua kitu ingine. Wakati fear inaingia katika maisha yako na unafikiria kwamba uko attracted na mtu, hiyo fear ikiingia ndani yako inakuconvert, inakufanya unakuwa kitu ambayo si wewe. So you don't operate with the truth that is in your heart, you operate by the fear that is in you. Fear huwa inafanya mtu anakuwa inferior. You feel that you are worthless, you feel you are cheap. So hata wakati unapoingia kwa hiyo relationship, unaingia na ile heart ya kukuwa me I'm cheap. Na wakati unapoingia na ile hati ya kukuwa me I'm cheap, hiyo kitu ndo inaloa your self esteem, inailoa. Na wakati self esteem yako inaloa, kile kitu ambacho you happen is that huyo mtu atadetect ya kwamba esteem yako imeshuka. And wakati esteem inashuka, huaga inashuka na values na standards, inashuka na vitu mingi sana. So you cannot preserve your values because you have your low self esteem. Self-esteem ya mtu ikipunguka, hakuna kitu haezi fanyiwa. Unakuwa manipulated in a way that mtu anaweza fanya anything na wewe. Wakati esteem yako imepunguka, you become less worth. Less worth yako inakuwa less. Unakuwa mcheap. That unaweza kuwa initiated hadi kwa gayism, hadi unaweza kuwa initiated hadi kwa sodomy because of your low self-esteem. Unaogopa kulose watu. Unataka kujiprove kwa watu that wewe ni mtu wa maana, so you can do anything to get that worth from people. So wewe mwenyewe huaga unabuy hiyo worth kwa watu, and then watu watakuwa wanaiona, so they will treat you the way you think that they want you to treat you. Watakutreat hivyo, but in return wewe ndo utaend up ku lose, because you have your body parts. Don't end up wewe kujiuza kwa sababu umeona mtu amekuona wewe ni mtu, wewe ni mtu, unataka kujiona wewe ni mtu wa maana, so unataka kujiclassify na watu wa classical juu. Unataka kujiclassify na msichana mwenyewe ni worth. So huyo msichana anaweza kutumia venye vyote anataka, kwa sababu wewe mwenyewe atakutumia kama average, because already you are desperate. You cannot trust a person who is desperate, because yeye mwenyewe anaweza kubetray any time, kwa sababu yeye mwenyewe ako na weakness ndani yake, and he has not gotten this knowledge of removing himself from that state. Bwana asifiwe sana. Wakati mtu anakuwa unakuwa na anxieties za kukuwa unataka watu wakuone ukiwa mtu wa maana, one thing happens is that you lose yourself. Haukuangi wewe. So everything that you do, hauifanyangi in the benefit of you yourself. Hapana, unaifanyaga for the benefit of wale watu wengine ndo wakutambue. Ndio unajipata umeingia kwa vitu zenye unakuwa initiated kwa vitu zenye wewe mwenyewe haungetaka kukuwa initiated. So unapata msichana ameingia kwa relationship akuwa class 7. Heartbreakiwa mara ya kwanza. Relationship ya pili wakati ataingia na ile low self esteem, atakuwa anaona yeye mimi naweza achwa anytime. So yeye mwenyewe her mind will not reason in a way that anaweza taka kuevade ama kukua over that situation. But ata try ku cope up na hiyo situation, ataweza kujientango nayo, aweze kulive na hiyo heart ya kufeel kwamba mimi ni cheap, but anataka kuonesha watu wale wengine bado wako kwa class. So ata end up yeye mwenyewe hadi kufika mahali mpaka anaweza jigive kwa mtu yoyote, because desperateness huaga inaletwa na kitu inaitwa low self esteem. Wakati yenye wewe mwenyewe unaona wewe si mtu wa maana, desperateness inaingia ndani yako, na desperateness ikiingia ndani yako ndio unajipata unaweza doze around na mtu yoyote, unaweza lala na mtu yoyote unapata. Unaweza doze hadi na maboy wawili at the same day. Boy anaweza doze hadi na wasichana watatu at the same day, kwa sababu yeye mwenyewe ako na low self esteem. Anaona kuna class anatamaniki kufika, but yeye anaona yeye mwenyewe si worth. So yeye mwenyewe anajiona mimi mwenyewe I'm inferior. Due to that inferiority complex, yeye mwenyewe ana lower standards zake, na standards zikishakuwa lowered ndio unajipata mtu anakuwa na depression. Wakati umesalimia mtu umekosa kusalimika, unasikia vibaya sana ndani ya roho yako. Unaanza kuona the only thing that can rip me out of this feeling ni kwenda kukunywa pombe. Unajipata umekunywa pombe. Huko kwenda kukunywa pombe unapata kuna wasichana wanajiuza huko, kwa sababu unataka kufeel ile worth. Wewe mwenyewe unajienta na wasichana wa klabu. So unajipata the more you don't understand yourself, the more your worth decreases, the more una lose value.
And the more watu wanajua wenyewe una lose value, the more wao wenyewe, nilikuambia ya kwamba ukijirespect hadi hapa, hakuna mtu anaweza kurespect more than hapo. No. But mahali penye wewe mwenyewe umeweka standards zako, people will have to reach to your standards so that they can cope with you. So the more your standards are lower, the more people don't struggle even getting into you because you don't have standard. Twende hivi, twende bash hivi. Wewe mwenyewe unaga standards, huwezi sema hapana kwa sababu unataka kujiprove kwa hawa watu. So unaenda kwa hizo mabash. Kwenda kwa hizo mabash unapata hao wasee wanavuta shisha. Na kwa sababu hutaki kusema hapana wasikubebe wewe ni fala, umejipata umevuta shisha. Kwa hiyo harakati utajipata umepewa heroin. Na kwa hiyo harakati ya kupewa heroin kama wewe ni dem, utapata asubuhi umeamka ulidoze na wanaume watatu. You don't even know what happened. That is how someone gets initiated in sexual immorality and related perversions without the consent of knowledge. So that's why hii topic tunai discuss ndo tujue how to handle these things and how it happens. Because if you don't understand, if two kids argue and they do not come to find out the entire foundation of the argument, they cannot solve it. Watu wanaweza kuwa wana argue hii ni 6 na uko saidia unaona wewe ni 9. But wote wawili hakuna mtu wako wrong. But the only difference is the perspective. So if you don't come to the perspective of knowledge, there is no way you can ever succeed in life. Because there is the way logic is supposed to work. And when you involve too much emotions, you eradicate the essence of logic in you. Na ukieradicate the essence of logic, utajipata umeaccumulate emotions ndani yako. Umepata mtu ukabuild up emotion, ukabuild empire na yeye, na ushaona mpaka amekuoa, mpaka unaotaga tu wewe ukifanya harusi. But at last wakati huyo mtu ataku heartbreak, saa hiyo ndo utaanza kuconsult the logic that is in your head. But that situation is going to be too much out of hand that your mind cannot comprehend it. So ndo unapataga wanaume wakijinyonga. Because men are logical, but ladies are emotional. Unapata the greatest percentage ya wale watu wenyewe hujinyonga wengi sana huwa wanaume. Ukienda kanisa unapata the greatest percentage of the people in church, most of them are ladies, because there is a difference between ladies and men. Ukienda kwa social media unapata wale watu wenye wameheartbreakiwa sana si wanaume, ni wasichana, because ladies are more emotional than they are logical. And men have one problem, they don't share their problems. So wakati mwanaume amekuwa oppressed na relationship imembring down to his knees, wakati ameheartbreakiwa, especially kama amesota, huyo mwanaume mummaliza kabisa. Na so unapatanga kijana alijiua, na mjua alijiuka kwa nini? Ni kwa sababu yeye mwenyewe alijiintroduce kwa vitu, but yeye mwenyewe hakuconsult the logic itself. Aliingia in a relationship out of the pity, self pity yenye ilikuwa ndani yake. Ye mwenyewe akaingia into other perversions kwa sababu alishindwa kusolve ile puzzle ya emotions zake. Bwana asifiwe sana. Unapata msichana aliheartbreakiwa mara 3 mara 4. So hata wakati anaingia kwa relationship anaingia na ile uoga, ile tension bado iko ndani yake. Anaona nikaa ataachwa tu tena. So hata behavior yake kwa huyo mwanaume itakuwa ni behavior ya mtu mwenye anataka kuachwa. Akikosa kutextiwa ama ablutikiwe once, anaanza kulia. Huyo boy na yeye anaanza kuona a negative energy, anaanza kuona ka weakness. Hiyo kukua too much into someone huaga inafanya mtu anaboeka. So wakati yenye uko too much, when emotions build up in you na zina kucontrol, wakati emotions zinapanda beyond the level of the logic that is in you, when the emotions control you, you are not logical. Hauwezi reason out sobari. So unajipata kwa relationship, unajipata hauwezi ka. Hadi unajipata wakati yenyewe una heartbreakiwa, unakuwa na ile bitterness, anger. Unataka kwenda kutafuta bro ya huyo boy, udoze na yeye ndio uweze kujilipishia. So unajipata kuna vitu mingi sana zenye zinaweza ingia ndani ya roho yako zikuweze kukuovercome because of lack of knowledge. That's why the scripture says, my people perish because they lack this information. Mi huambia watu kama vile tulikuwa nasoma in the book of Songs of Solomon, that do not awaken love until it pleases. So that means that kuna ile wakati ambayo relationship inafaa inaamshwa. If you know very well that you don't know how to deal with your emotions, if the emotions are over your control, it is not the best time to fall in love, because you will end up becoming something worse than you are right now. Naongelesha wale watu ambao wananisikia. If you are listening to me
and wewe mwenyewe hujai get into a relationship, I want you to know this. There is an appointed time. First of all, seek to understand things. Seek to know things. Seek kujua ni nini hufanya relationships zianguke, ni nini hufanya mtu anaenda kujiuza. Kama vile nilikuwa nasema, hujaiona virgin mwenye yeye ni malaya. Kwa sababu gani? Because she has never been exposed to any immoral thing. But wakati amekuwa introduced, either yeye alikuwa na thani yeye mwenyewe amefall in love, ameingia kwa relationship, alafu akaheartbreakiwa, it doesn't erase the fact that ali have sex na huyo mtu. Hata akipata mtu mwingine, kama yeye mwenyewe hatakuwa na standards zake, bado ataend up ku have sex na mtu mwingine na ataachwa tena. The more anaendelea, the more the cycle begins to grow and grow, the more you get into the bondage, the more your emotions continue to embrace low self-esteem, and the more your emotions develop low self-esteem, the more you become vulnerable to around everything in your area. Kila kitu ambayo imekuzingira, utajipata hata unavuta hadi bangi, utajipata unakunywa pombe, utajipata unafanya everything because you want to get that feeling out of you. But that is not the way to get that feeling out of you. You need the knowledge of the scripture so that you can understand things. Unajua mara mingi sana tumekuwa tukifundisha watu about God, yes, but we do not teach about the state of that man that we want him to know God. Kama saa hizi naweza taka sana kuwafundisha kujua Mungu, lakini kama sija kufundisha the state of your heart, the condition that the Lord wants so that you can understand him, sitaweza kukusaidia. Because God does not work in a place where there is impurities. God has work place yenye kuna wickedness. He doesn't. So the best thing is to understand the nature of God and the mode of his operation, then understand the nature of man so that you can be able to balance your life and God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema the reason watu wengi sana wanakuaga kwa pombe na wengi wako kwa perversions mingi ni kwa sababu the default nature of mankind is carnal. Mwanadamu ni nyama na damu. Uko na damu ina flow Buddha, kwa veins zako kuna damu ina flow. Sasa hii ukipita mahali kwa mat, afu wameweka ngoma ya strip club, Buddha wewe ni mtu uko na damu na uko na mwili, you have feelings. Hawezi sema juu umeokoka ati hizo vitu zitakuaffect. You have emotions, you have feelings. But now there is one thing you need to understand. If your knowledge does not succeed or does not come ahead of that situation, itakuvuta nyuma. Because we are surrounded by so great wickedness. We are surrounded by so great a multitude of sins and perversions. Siku hizi watoto hadi wa class 2 niona mpaka wanatwaka. Siku hizi hata watoto wasichana kuna ile post yenye wanapiga angwa picha nayo wote. Kuna ile kitu yenye wanafikiria ndio ya maana wakionesha. There is a pattern that the devil has put in the heads of many people. Lazima msichana apigwe picha kama ameangalia ukuta. It is a pattern that the devil has placed in the heads of people. That wanajua wanaume wanakuwa wanavutiwa na kenye wanaona, so they extend to show themselves so that they can feel worth. But they don't know that one thing that you're doing, you're not attracting one man, you're attracting many men. Unapata hata mwanamke mwenye akona bwana yake bado anapigwa picha kama ameangalia ukuta. There is a way, hata unapata mpaka watoto wadogo washaanza kudevelop kwa behavior, wanapigwa tu picha kama ameangalia ukuta. There is what they want to show, wanataka kukuonesha bado wako. Bwana asifiwe sana. That is the pattern that the Bible says in the book of Romans chapter 12. Do not be conformed to this pattern of this world, but be ye transformed by the renewal of your mind. Because the renewal of the mind is going to help you to understand the current generation and the things that are pulling us behind. Watu saizi washakuwa wako bound na vitu mingi, because most of the things, of the graphical things that are being showed in the televisions, vitu mingi sana zenye ziko kwa internet ama ziko kwa simu, most of them are pornographic pictures. They are pornographic videos. Nilipata ya kwamba kuna kuwaga na 66 million pornographic sites in this world. So hata Kenya sai kila mtu akapewa moja, bado zitakuwa zimebaki zingine za Uganda na TZ. A lot of pornographic videos and a lot of pornographic sites. Na statistics ikasomwa ya kwamba wakati hizi sites huwaga ziko viewed sana wakati shule imefungwa.
So watoto wenye tuko nao, wenye wako high school, how ndo huaga wakati shule imefunga, hizo sites huaga zina increase sana, the viewing of those sites ina increase sana, the rate to which pornographic videos are being viewed ina increase wakati shule zimefungwa. Naza jiuliza swali, where are we heading to as this generation? Where are we heading to? Kama unaweza ona msichana wako wako class 7 na akona simu, yeye mwenyewe kuna triggers mingi sana wakati mtoto kama huyo akona simu. Because first of all, this child does not know how to limit herself. She doesn't know how to control herself. The Bible inasema Proverbs 25:28, that a man who has got no control over his own spirit is like a city broken down without walls. So this little girl is like a city broken down without walls. Ameanza kuona pornographic materials akiwa class 7 na akona simu. What do you think will happen later? After I may watch 1 week, after I may watch 2 weeks, the spirit of masturbation automatically. Because hiyo nikaa kurikindle the fire, nikaa kuweka kuni kwa moto, nikaa wakati unaongeza moto mahali, unaongeza moto inakuwa kubwa. Hiyo moto lazima ichome kitu, lazima itataka kuexplode. Ungeza jaza maji kwa glasi, ijaifike juu, lazima ita overflow. Bible inasema when desire grows, it give birth to sin. And when sin is fully grown, it give birth to death. Bwana asifiwe sana. This is the sequence of this current generations. That watu wengi sana wako bound na vitu hizi, pornography and masturbation. Unapata wasichana wengi mpaka washaanza kubai mpaka sex tools. Zinanunuliwa mingi sana. Kuna msee alikuwa anasema the rate ya venye hizo vitu zinakuwa shipped in the country ni rate iko juu sana. Watu ukiza funguliwa handbags ya watu huku kwa barabara, ukienda Nairobi, bora na kombi unaweza lose hope na maisha haraka sana. Because people are bound. And the worst thing is that they are bound in secret. His spirit inaongojanga time yenye uko peke yako kwa nyumba. Inaongojaga tu time yenye umeingia kwa nyumba, uko peke yako umefunga. You are alone in the house, uko na simu ndo wako ka monitoring spirit. We learned about the monitoring spirit yesterday. Hizo monitoring spirits zinaanza kukuvisit. Naanza kukuambia mzee ni aje, ingia kwa ka site tu mara moja tu. Ara si mara mbili. Unaingia tu mara moja. Una view ukifikiri ati ni mara moja. And because it is a spirit, it is a desire. And a spirit cannot be pulled out except if there is another spirit that opposes it. Sasa unapatanga wakati yenye umefungulia simu yako unaona pornography hivi, hauwezi taka kusikia ngoma worship hata kidogo. Because they are atmosphere dependent. Hauwezi taka kusikia sermon, juu unaona ganikani wewe inaambia. Hata mngeza kuwa neighbor kwa hapo aeke ngoma ya gospel, sasa yote unamkasirikia vibaya sana. Hauwezi taka, because this spirit opposes godly things. It opposes the nature of God. It opposes the things of the spirit. It's all about bringing the carnal, the lust of flesh in you. Ina develop hiyo ndani yako. The lust of flesh inakuwa developed. Na kitu moja huaga ina happen. The picture that you view with your own eyes, you send it straight to your soul. Because the eye is a gate pass to the soul. It is a gateway to the soul. So whenever una watch pornography, una download straight your material straight to your soul. And because it is a graphical image, ni ngumu sana iondoke kwa akili yako. So hata wakati uko kwa mat, utakuwa na ile urge. Ukiona msichana kwa barabara, uko na ile urge ya kutaka tu kulala na yeye. Kuna watu wanakuwa na low self esteem, that yeye mwenyewe haezi pata guts za kuongelesha msichana, hata hanaga social life mzuri. So yeye mwenyewe anaonanga msichana, anaeka hiyo picha kwa akili yake, anaenda kumasturbate nayo jioni. All in all, it is called the spirit of lust. And unless one finds out the beginning, where it started, so that you can understand it totally, ndo huwezi control kitu yenye wewe hujui. That is why knowledge is power. Because controlling something demands you to have a lot of information concerning that something. But unapata wewe mwenyewe hauwezi taka hata kidogo kutaka kujua mambo za Mungu, but bado unataka kulive behavior.
The Bible says that you cannot serve God and mammon. You must choose one. There is no way God can eat in the same plate with demons. No way. So whatever spirit that you ushered in yourself, kama wewe mwenyewe ndio ulienda kwa hiyo territory na wewe mwenyewe ukaprovoke hizo demons, you are the only one person who can still go to the cross of Jesus Christ and tell God, I'm here and I'm willing. Nilikuambia kwa soul ya mwanadamu kuna kitu ambayo inaitwa will, the self will. God knocks, Jesus knocks at the heart of your heart. He knocks at your heart. If you are willing to let him inside, the devil knocks too. Anabishanga, because you have something called self-will. If you are willing to do something, God cannot dictate you. The devil cannot dictate you. But if you let that graphical image in your head, one thing is that you usher Asmodeus straight in your head, the demon of all lust. And kitu yenye wewe mwenyewe ushaiona sio ni tofauti sana na kitu yenye wewe mwenyewe ulisikia. Because a graphical image is so strong. The devil uses pictures akitaka kukuvuta chini. Because anajua that once you see that thing and you delight in it, you will always remember it in your mind. And the moment you remember it, wakati unaifikiria, you develop a process called meditation. And that process called meditation, that is downloading that picture and creating that desire in your heart. So the more you meditate, the more that desire grows and grows and grows and grows. And the more that desire grows, the more it wants to be met illegally. Unaweza jipata umekuwa na taki na dem na wewe mwenyewe hauna dem. So unajipata the only thing that you can do is download a picture and masturbate. And the more you masturbate, something loses. You lose something. Something dies in you. The more you do these actual things, the more you have this sexual immorality, the more a certain spirit come and hovers in you, na unaisikiliza na unafanya venye hiyo spirit inataka, the more unapeaga hiyo spirit space ndani ya roho yako, the more unaendaga ukidevelop your heart ya desire. The Bible says in the book of Ecclesiastes 5:10 that whoever loves silver will never be satisfied with silver. That means that whatever you love, you will never get satisfied with it. Then una love kukua immoral, then you will never get satisfied with it. There is no way immorality itai kuambia ati sasa wewe tumemalizana na wewe enda uokoke next. Hakuna siku itai happen. Hata kama wewe unapenda pombe, there is no way utaamka asubuhi alafu usikie utai kutoa lock. Kila mtu mwenye anakunywaga pombe, including me, juu nishai kunywa sana, kila asubuhi kiamka uko na taki. Buddha nakuambia kama wewe unakuwa na sexual immorality ndani yako, unapenda kudoza around na wasichana, hakuna time utaisikia utaamka asubuhi usikie utai kulala na msichana. Hata kama ulilala na 8 jana, bado leo utataka wengine. And the cycle continues. This is the broad way that the Lord was talking about. That go through the narrow way. The narrow way ile msichana anaweza kuseduce umwambie hapana. But this broad way, hakuna kitu ambayo inaweza kataa. Anything that comes in your path, come and enter in my soul. Unaasha vitu mingi sana in your soul. That is why watu wamekuwa so perverted, because hawanaga limits kwa roho zao. That is why the scripture ilisema that whoever has got no control over his own spirit is like a city broken down without walls. Uliasha vitu mingi sana kwa roho yako. Yani zika build, zika take space in your soul. Zika make judgments zako zikuwe corrupted. Zika make conscience yako ikufe. Zika make affection yako kwa Mungu ipungue. Zikafanya hadi memory yako, the only storage that you have in your memory are pornographic things. Mpaka reasoning yako haiwezi reason kitu ya maana, because already you have something that you delight in. Lust ime take space ndani yako. That is why many of the Christians are stagnant in life. They are stagnant because there is nothing else they can think about. The only thing that this generation thinks about, most of the youth, is sex. And I'm not talking about a past tense or a present tense. I'm speaking about a present continuous tense right now. Unajipata hakuna mtu anaweza kuwa na ile audacity ya kusema hapana. Juu umeona Charlie mhandi, yeye mwenyewe haizi sema hapana. It is a system that the devil is developing and placing in the mind of children, in placing in the minds of youth.
So wakati hiyo spirit na huva inaingia ndani yako, wewe mwenyewe unapata mpaka mbogi yako pia inakuaga tu hivyo. Hakuna msee anaweza sema hapana kwa msichana. Unapata watu wote wako kanisa, but bado wao ni wakuzindikisha wasichana. Msichana akipita lazima amzindikishe. So you find out it is something that is happening in us, but we are not covering ourselves with prayer, with fasting, and with seeking the Lord. So unapata watu wengi sana, they are immoral in the inside, but they want to prove that they are holy in the outside. That is why Jesus alisema, go and wash the inside of the plate and the outside is going to be clean. Kasema nyinyi mnaoshanga sahani na nje, mnakaa mko watu wa maana sana. Unaona msichana akisalimiwa na mtu wa mjengo haezi msalimika, but akisalimiwa na chali mhandi yeye haezi kosa kumsalimia. What does that show you? Yeye mwenyewe anataka kujiona yeye ni wa maana. He's trying to prove that he is good, he is worth, akona class. But your class yenye mwenyewe ameshaji deceive ndani yake, because the way that he entered into it is because she doesn't know herself. Na mtu akikosa self knowledge, a lot of things do happen. Wakati umekosa self knowledge, unaweza tumwa na watu venye vyetu nataka. Mtu atakuja juu ni mhandi, wewe mwenyewe umemwona umesema na umeenda ukadoze na alafu after wazie mwenyewe atakuwa naona wewe ni mtu mwenye hayuko. So wenyewe unakuja kujua yeye akona bibi, lakini sasa juu wenyewe wewe unataka kujiprove, unajisikia na yeye wewe hata uko ready kukuwa bibi wa pili. So unajipata that thing happens wakati uko na mabeshte wako, beshte yako na yaka doze na wewe, alafu yeye mwenyewe ako na msichana mwingine tena amemkwamilia. So mnajipata kwa nyumba mko watu watano, mna have ma fivesome na ma foursome na whatever. That is how you this generation has been captured by the wicked one. Amecapture mind za watu wengi sana by these things. Something else, amecapture wale watu wenye hawakuwa na kuoga lonely ndani yao. Wale watu hawajui kuongea. Mtu anajiona yeye mwenyewe ako na pesa, lakini hanaga audacity ya kusimamisha msichana amwambie hai. The only thing anamwambia hai ni wakati wana prison worship, say hi to your neighbor. Hanaga haezi pata guts za kusalimia msichana. So what happens? Due to the loneliness in her, yeye mwenyewe ana end up kujisatisfy yeye mwenyewe. Juu hiyo picha ya msichana inamsumbua, lakini haezi mpata amwambie mimi naweza taka kukuoa. Ama unapata yeye mwenyewe hata hajui kuongelesha msichana, wakati anamsalimia ni yes, yeah, all right, yeah. Hanaga language. So unajipata hiyo low self esteem ndio inamsumbua. Inampush to an edge that yeye mwenyewe akona attraction na msichana, lakini haezi mface. That is why it is advisable, have a social life. Make sure you have social friends. Bwana asifiwe sana. I came to learn that kwa kila mwanaume anafaa kuwa na 57 friends of the opposite sex, and see watu wenye anadoze now, mabiste, without nothing else. Na akona msichana pia anafaa kuwa na 57 friends wenye mnaongea just the basic thing, not sex. Social life huwaga inasaidia mtu sana, because you learn people. What happens wakati mtu anaingia kwa relationship na yeye mwenyewe si social, yeye mwenyewe hanaga story. So boy atamuona na tabkatia, lakini yeye huyu dem Johana story, huyu boy ataboeka na yeye. What will happen? Atamuacha. Akimwacha huyu dem na yeye anataka kukaa na mabeste, but yeye si social. What will happen? She converts to become a harlot. Ata convert kukuwa mtu wa kusleep around. Hata kuwa naingia kwa relationship juu anataka a relationship, atakuwa naingia kwa sababu yeye mwenyewe anataka kujisatisfy. Bwana asifiwe sana. These are the problems that needs to be addressed even in churches, so that our youths can understand. I'm standing on the altar kukuambia, mimi mwenyewe nilikuwa bound na hiyo spirit ya kuwatch pornography for a very long time. So I'm telling you, if I'm standing on the altar of God declaring that Jesus is Lord, having come out of that bondage, anything is possible for you. Anything, the Lord can do anything for you. Kama mimi mwenyewe ndo na preach, sahi I'm preaching the gospel. Ni mambo mingi sana nishaifanya kwa maisha yangu. That's why mimi upiga magoti hivi nalia, nasema nyewe Mungu nisamehe hadi hiyo. Naanza kuzihesabu mpaka naona ni mimi nilikuwa hapo. It was a very deep pit, but the Lord delivered me. Bwana asifiwe sana. Because he who the Son sets free is free indeed.
It doesn't matter who that person is. But kuna kuwaga na zile conditions za roho yenye Mungu anaweza redeem. Kuna kuwaga na hizo conditions zenye Mungu hutaka ndani ya mtu mwenye anataka kutoka kwa hii bondage. Nikikuhubiria saa hii nikuambie kuhusu sexual immorality, but sikuambii ya kwamba vile ambavyo unaweza fanya nje utoke, sitakuwa nimekusaidia. Because let me tell you one thing. When wewe mwenyewe umeasha immorality ndani yako, hata ukuje uombewe hapa, utajipata mara mingi sana nishaombewa, but bado unajipata nimerudi nyuma tena. Na shida yenyewe what happened? Unatoka church uko field, unasikia una furaha sana, but unaenda home, but Monday kuamka asubuhi wajipata ulimesab vibaya sana. Why did that happen? Because of one thing, you cease to understand the principles that God wants for you to stand. Wacha nikwambie, uko na will ndani ya roho yako, uko na will ndani ya soul yako. So there is no way that anything can happen in you unless you are willing. Na kitu ya kwanza ningetaka kuelezea is that lazima make up your mind kuacha kila trigger yenye yote inakuga kwa maisha yako. First thing you need to understand is this, is that triggers ni nini? Ni vitu zozote zenye zinakuletenga arousal ndani ya mwili yako. Zile vitu zote zinafanyaga usikie mwili yako imearise. Kama Buddha unajua ya kwamba ni tenje inafanyaga urudi nyuma. Hii tenje hii afadhali ubaika bambe. Because Jesus said that if your eye causes you to sin, rip it out. It's better to enter the kingdom of God with one eye than not to enter at all. Jesus akasema, if it is the hand that causes you to sin, cut it off. It is better to enter the kingdom of God with one arm than not to enter at all. Everything that causes you to sin, everything that causes a trigger in you, you need to rip it out of your life. You need to make a personal decision. You need to know, this is what turns me off. Kwa sababu hizi vitu wakati umezoea kuziona, wakati umezoea kuona hizi graphical images, hata uko kwa barabara, kila msichana unaona unafikiriaga tu kulala na yeye. Unakuogusha have sex na yeye, hata haumjui. Ni watu wangapi wenye wewe mwenyewe ushai have sex nao kwa roho yako? Because of your eyes. Your eyes, the lust of the eyes. Kuna vitu tatu. Kuna kugana the lust of flesh, the lust of the eyes and the pride of life. Hizi vitu tatu ndo zinaangushaga mtu sana. The pride of life iliangusha shetani Buddha. So if you know that wewe mwenyewe uko na pride of life, unajiona nika uko on top of the world, nika wewe ndo mhandi kuliko wale wengine wote, kila dem anazingia kwa box yako. Let me tell you one thing. Hebu enda uangalie picha ya guka yako, hata yeye alikuwa hivyo one day. You won't live like that forever. It will come a point that utafanya venye Esau aliambiwa na babake Isaac. You will be a slave of your brother until the day you will get tired. You will ease that yoke off your neck. Yoke zingine hazitokangi ati sababu ya maombi peke yake. Unapatanga hizo maombi huwezi omba Sunday kwa sababu watu watakuwa around, watakusikia ukiomba. Unataka ku break through, unataka kuisema, lakini kuna watu. So unajipata kuna limitations mingi sana. Buddha acha nikuambie, the one thing that you need to do, any trigger that causes you to sin, rip it out of your life forever. Bwana asifiwe sana. Kitu ya pili, stay with believers and depart from perverted friends. Kama unajua ni mabeshte wako huaga na kulead kwa vitu kama hizi, stay away from them, rip them out. That is also a trigger. Kama unajua maarifu wako ni watu wakupenda doba, na watu wakupenda kuhang out, ni watu wakupenda marev, we mwenyewe watoke. Afadhali ukaange peke yako, lakini unajua utafikisha destiny yako. Because you were not created to fulfill your destiny with your friends. It was you alone that was called by God. Wakati unajijua na unajua the worth of what the Lord has called you for, utafanya anything kuitimiza. Kwa sababu mabeshte wanavutaga mtu nyuma sana. Ushaenda kwa beshte yako, unapata yeye mwenyewe, mambo mingi sana huaga zina happen, a lot of triggers. Baby yenyewe unajua wife, kuna neighbor yako analalanga na wasichana kama wote, unalanga ukisikia masauti usiku. Hama kwa hiyo ploti, hama, enda utafute mahali pengine. Because your destiny is much more greater than that situation. There is no way you can improvise unless you adapt to a situation. Kuna kugana process tatu: adapt, you improvise, and then you overcome. There is no way you can improvise unless you adapt.
and there is no way you can overcome unless you improvise. So unless wewe mwenyewe kume make decision, mimi mwenyewe nitaji cut off kwa kila kitu ambayo inaniletea trigger. Si ati hiyo nyumba ndio ya pesa kidogo, ati uone hakuna nyumba nyingine ya pesa kidogo. Unaweza tafuta nyumba yenye na kusuit. Because vitu ni mingi, your destiny is far much important than that. Kitu ya tatu, pray whenever your spirit imekuvisit. Ani kwambie, nishaiomba na watu wengi sana wenye wana deal na the spirit of masturbation, and one thing happens is that unaweza okoka, alafu after 2 weeks 3 weeks mtu anakuambia mimi nilianguka tena. What happened is that hiyo wakati umeombewa, si ati hiyo spirit itakosa kukuja. Na ndio nilikuwa nakwambia, there are things in the world, in this world that we live in, zenye hazi need anointing kutoka, zina need transformation. There is no way anointing kwa madhabahu saa hii utaokoka, yes, but what will happen, hiyo spirit ikikutembelea tena, utakuwa na audacity ya kusimama na uproclaim that I bring each and every mind captive to the obedience of Jesus Christ. Can you get down into prayer wakati hiyo spirit imekuandama? Ama utaanza kufikiria na by the moment revisit tena, the moment umeifungulia gate pass ndani ya mawazo yako, and the moment, ndio maana Bible inasemanga in the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 5, inasemanga and bring each and every mind captive to the obedience of Jesus Christ. Because what the devil does is that yeye mwenyewe hushika mateka mind, because the mind is the central power system of a human. Wakati mind imekuwa exposed to something, imekuwa exposed to everything in that person. Because for any picture to enter in your mind, lazima kwanza come through your eyes. Kitu yenye umeona na macho yako hivi ni kitu yenye wewe mwenyewe inakugesha ingia kwa mind yako directly. That graphical image is so important. Hiyo image ikishaingia kwa macho yako ni ngumu sana kusema hapana. So what happens is this, when that image pops in your mind, kwa sababu si ati umeokoka na umeombewa na umeokoka na ulikuwa una masturbate, si ati ukitoka pale kwa barabara hautapatana na msichana amevalia miniskirt, utapatana na yeye. What are you going to do? How are you going to control that mentality when it pops in you? Utai-control aje? It is a high time you understand that there is no way wewe mwenyewe unaweza ondokea social life at all, hata kama uko how spiritual. You still have a body. You still breathing. Wewe mwenyewe uko na adrenaline. Ndani yako uko na potential energy. You are a youth, you are strong. Uko na mind, uko na macho, uko na masikio. How do you control anything that enters in you so that it cannot get into your soul? The Bible says in the book of Proverbs chapter 4 verse 20, my son, if you pay attention to my words and incline your words to my words, you incline ears to my sayings, do not let them depart from your eyes. Hapo chini unasema guard your heart, because out of it flows the springs of life. Because guarding your heart is guarding your imagination. Ndio maana Bible ina Joshua aliambiwa na Mungu, and this law should not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Because whenever something goes and becomes in the mode of meditation, hiyo kitu ndo unaifeed soul yako nayo. So any graphical image you see, lazima ukuwe na ile barrier, na ukuwe na ile power ya kusimama. Now you know what the word of God says, that whoever is born of God does not continue to sin. Whoever is led by the Spirit of God, these are sons of God. Because you are in a journey with the Spirit of God, He helps you overcome. But if you evade the fact that the Spirit of God is the one that leadeth you, there is no way you can fulfill anything in the spiritual world. Ya nne ni hii, cover your eyes from evil. Bwana asifiwe sana. Cover your eyes from evil. Hata wakati yenye unaiona, kuna mahali penye ilikuwa inafika, when God was transforming me, nilikuwa niko exposed to pornography vibaya sana, that kila wakati nilikuwa hadi nikiokoka, si ati wasichana wataisha, ni ulikuwa unamuona tu ndo huyo na amevaa venye anataka, anakaa venye anataka. But how do you make that picture come into captive to the obedience of Jesus Christ in you? Is that if you don't put on the full armor of God, there is nothing you can withstand. Usifikirie that hii kitu inaweza kuondokea kama wewe mwenyewe umeminus wokovu. Let me tell you, it is a spirit. And there is no way the kingdom of darkness can fight against the kingdom of darkness. There is no way Satan can fight against Satan. He will fall.
There is no way God can fight against God. He will fall. A kingdom doesn't rise against itself, but a kingdom rises against the other kingdom. So you are in the kingdom of darkness. The only kingdom that can rip you out of that kingdom is the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. So cover your eyes from every evil. Kama unajua ni tule tu movie tu drama tuenye tunakugaratila peri unajiangalilianga, na unajua hizo drama zinakuwa perverted, wanaoneshaga hadi nudes, msichana anaoneshwa picha hivyo akiwa hivyo bila kitu. Stop, leave them, cause hizo ni triggers. Zitapeleka mind yako mahali that you will need a lot of effort kuitoa. Bwana asifiwe sana. Because the eye is the gate pass to the soul. Bwana asifiwe sana. May the Lord bless you so much. Napata tulikuwa na ni Munderito, Lois Damayo, God bless you so much. Ken, Mr. Ken Music, God bless you so much. Anasema praise God. Pastor David Tune, thank you very much. Triza Mushume, God bless you so much. Joyce Duta, praise be to God, hallelujah. God bless you. Recho Chege, Triza Mushume, ni Munderito, God's child, amen. God bless you so much. Nancy Kamau, God bless you so much. God's child, anasema it's opening doors to the demons and giving them a legal right to operate. God have mercy on our youth. Yes, that is our prayer for today, and that will be a prayer tomorrow and even forevermore. May God have mercy on our youth, because hao ndo shetani ana target. Anajua when this seed is passed over to the generations, hata watoto wao kama hawatakuwa na enlightenment ya Mungu, they will be still in bondage. So God bless you so much, Mary Terry, God bless you so much. God bless you Wangechi, blessed. Mungu akubariki sana na watendee mema. Ningeomba Mungu aweze kuwa pamoja na nyinyi, aweze kuwaneemesha na kukua nguvu zenu katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wapenda sana. Thank you for being with me this day. Katika jina la Yesu Kristo, wacheni tushukuru. Abba Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we worship you. We give you glory and honor and adoration and mighty Jehovah Father. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa, unastahili kuinuliwa ewe Mungu mwenye mbingu na enzi. Jina lako limeinuliwa juu ya miungu yote, juu ya falme zote Bwana. Tunasema ni wewe tu Bwana. Utukuzwe na huimidiwe milele Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako. Tunaombea wale ambao Bwana wanaotusikiliza siku ya leo. Jehova, ninaomba ukaweza kuwakomboa wale ambao wamefungwa, wale ambao Bwana wako katika minyondoro tofauti Bwana. Ninanena kuwekwa huru katika jina la Yesu na Roho wako Mtakatifu. Katika jina lako Bwana, naomba ukaweza Jehova kuwa katika ndani yao, ukaweza Jehova kuwashika mkono na kuwaneemesha. Give them thy knowledge, O God, the truth in your knowledge that will set them free in the mighty name of the Lord. May you raise a generation that is God fearing in the mighty name of the Lord. Each and every scheme of the evil one, we do put it down under our feet in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Each and every cloud of darkness, this day we declare has no power in the mighty name of the Lord. Each and every spear that flies by day and every arrow that flies by night, we bring it under our feet in the mighty name of the Lord. Raise a generation that will stamp over serpents and snakes, that will stamp over the head of the serpent in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I dedicate the generation unto you, O God. I pray that you may redeem as many as you can, O sons of Son of God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Bless this show, O my Father, as we continue, O God, learning. I pray that you may be with us and enlighten us in the name of the Lord Jesus Christ. Tunajiachilia mikononi mwako kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wale ambao hawajaokoka, ningetaka urudi nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba ukaweza kuniokoa. Nioshe na damu yako, nikaweza kuwa msafi. Nikubalishe, nikaweza kuwa mmoja wa kondoo wako. Nilishe neno lako na ukuwe mchungaji wangu. Shetani, siku ya leo na kukana, mimi ni wa Yesu na nitaishi ndani yake milele. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wale ambao wangetaka kutoa tithe zao na offering zao, our producer is going to give you our pay bill number and number of our mom and our dad. Na Mungu atawabariki sana. Mpaka tuonane next time. Shalom, shalom, shalom.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai.